Swaiba Abubakar, assalamu alaikum bana. Alaikum salam bana, vipi hali? Hatuonani ndugu yangu. Lillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi niko sawa kabisa. Lakini ndugu yangu umepotea sana, ni muda mfupi lakini wewe ndo sikuoni bana. Unaposema mimi sionekani, acha hivyo bana. Mambo madogo tu ya kidunia ndugu yangu, ndio maana tuonani. Sasa unajua tena. Ndio hivyo, lakini inshallah tutaonana kwa wingi zaidi. Kikubwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuendelee kuonana. Mashaallah, tumwombe Mwenyezi Mungu iwe hivyo. Lakini kuna jambo moja linanichanganya. Kwa nini mtu anaweza kumwasi Allah miaka mingi lakini bado anaendelea kuwa na mali, kuwa na afya, maisha mazuri? Je, Allah haoni? Sheikh Jamal, hilo ni swali ambalo watu wengi hujiuliza. Ndiyo, Allah huwa hamuachi mtu mara moja. Wakati mwingine humpa muda ili atubu na mrudie Allah. Una ushahidi na hilo Sheikh Jamal? Ndiyo, unamkumbuka Firaun alijidai kuwa yeye ndiye Mungu, aliwaua watoto wa Israeli, akamtesa Nabii Musa alayhi salatu wasalam, na akaendelea na kibri kwa miaka mingi, lakini Allah hakumwadhibu siku hiyo hiyo. Alimwacha aendelee kujinadi, aendelee kujitamba, aendelee kuwa na kibri, aendelee kujionyesha kwamba yeye ni mbora zaidi kuliko Allah. Angalia, lakini Mwenyezi Mungu akamwacha licha ya mambo aliyofanya, lakini Mwenyezi Mungu akamwacha. Unajua Firauni alifanya mambo mangapi makubwa, lakini Mwenyezi Mungu akamwacha. Na unajua ni kwa sababu gani Mwenyezi Mungu alimwacha? Angalia mambo aliyofanya Firauni, yale makubwa. Angalia katika makosa makubwa aliyoyafanya Firauni, la kwanza alijitangaza kuwa yeye ni Mungu. Hili ndio lilikuwa kosa lake kubwa zaidi, na Allah akamnukuu akisema, qala ana rabbukumul a'la, mimi ni Mola wenu aliye juu kabisa. Angalia, Firauni akajitangaza kuwa yeye ni Mungu, na Mwenyezi Mungu akamnukuu, faqala ana rabbukumul a'la, mimi ni Mola wenu. Haya ni maneno ya Firauni, mimi ni Mola wenu aliye juu kabisa. Na pia Firauni akasema, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijui Mungu mwingine kwa ajili yenu isipokuwa mimi. Angalia maneno aliyosema Firauni, sijui Mungu mwingine kwa ajili yenu isipokuwa mimi. Kitu kingine alichokifanya Firauni, aliwaua watoto wa kiume wa Bani Israeli kwa kuogopa kupoteza utawala wake. Aliagiza watoto wa kiume wauawe na wa kike waachwe. Allah amesema, bihu abunaahum wayastahyi nisaahum, akiwachinja watoto wa kiume na akiwaacha hai wanawake wao. Angalia mambo aliyokuwa anayafanya Firauni, anawachinja watoto wa kiume wasiokuwa na hatia, anawaacha watoto wa kike wakiwa hai. Pia Firauni alimkataa Nabii Musa alayhi salatu wassalam kwa miujiza yake. Licha ya kuona miujiza ya Allah, aliendelea kusema kuwa Musa ni mchawi. Alimkana kabisa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Pia Abubakar, Firauni alikuwa na kibri kikubwa, hakutaka kukubali ukweli kwa sababu ya madaraka na utawala. Allah amesema, hakika Firauni alijivuna katika nchi.
Kitu kingine alichokifanya Firaun, aliwapotosha watu wake, badala ya kuwaongoza kwenye haki aliwaongoza kwenye upotovu. Allah amesema basi akawapumbaza watu wake nao wakamtii. Ya Bwana Abubakar, licha ya yote aliyofanya Firaun, lakini Firaun Mwenyezi Mungu alimwacha bila kumfanya chochote. Lakini angalia mwisho wake ulivyokuwa. Baada ya Nabii Musa alayhi salatu wasalam na Bani Israel kuvuka bahari kwa amri ya Allah, Firaun aliwafuata na jeshi lake. Allah akaifunga bahari juu yao. Alipoona anakufa, ndipo akataka kukiri, akataka kukubali kwamba ameamini. Angalia cha ajabu kilichotokea. Kabla hajakubali kwamba kumwamini kwamba yale yote yalikuwa yanaelezwa, alikuja malaika Jibril. Pale alipoona Firauni anazidiwa na anataka kusema kwamba ameamini, malaika Jibril akamtia kipande cha udongo katika mdomo wake Firauni akashindwa kutamka maneno yale. Ndipo Allah akamwambia, lana wakad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Je, sasa ndio unaamini hali ya kuwa kabla ulikuwa muasi na ulikuwa miongoni mwa waharibifu? Kisha Allah akasema, bal yawma nunajainika bibadainika litakuna minal khalfaka yata wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafirun. Leo basi tutaokoa mwili wako, tutauvua dhurubani na kuweka mahali pakavu, ili uwe ishara na mazingatio kwa walio nyuma yako. Na hakika watu wengi wamegofirika, wamesahau ishara zetu. Yangu, hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwili wa Firaun ulifanywa staili ambayo haijawahi kuonekana. Ulifanywa mwili wake hauwezi ukaodha wala kuharibika mpaka siku ya Kiyama. Subhanallah, kumbe kuchelewa kwa adhabu si kwamba Allah ameridhika. Hiyo usione mwenye kufanya dhambi na anaendelea kufanikiwa ukadhani Allah amemsahau. Huenda Allah amempa muda wa kutubu, lakini muda huo ukipita bila toba, hakuna atakayemzuia adhabu yake Allah. Angalia kama Firaun, Mwenyezi Mungu alimpa muda mwingi sana wa kutubu makosa yake, lakini hakuweza kutubia. Angalia ndugu yangu, Firaun alikuwa na jeshi, mali, mamlaka na nguvu, lakini alipokuja amri ya Allah hakuna hata kimoja kilichoweza kumwokoa. Usidanganywe na cheo, mali au maarufu. Anayetubia leo ndiye mwenye akili. Usisubiri mpaka mauti ya kufiki ndipo useme nimeamini. Huenda wakati huo ukawa umechelewa. Ya Allah, ya Allah, tulinde, tujalie tufe katika toba ya kweli. Amin ya Rabbil alamin.